kuona kwamba kuna namna fulani sheria haziwabebi, wanaanza tena kutumia nguvu za. Sasa hii inakuja kuharibu mpira wa Afrika kiuhalisia. Kwa hiyo unaona kabisa namna gani ambavyo Afrika tunapoelekea tunahitajika kwanza sisi wenyewe tuangalie kabla ya kuelekea katika michuano mikubwa. Kama tu AFCON tunafanya hivi, je, katika kombe la dunia? Lakini pia ukijaribu kuangalia kwamba CAF hawakuwahi kutoa taarifa yoyote kabla kwamba ile jambo wanalichakata kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimetokea. Walikaa kimya kwamba watu walijua kwamba ili jambo limefanya nini, limeshaisha na maisha yanafanya nini, lakini yanaendelea. Sasa leo tena linakuja katika mtazamo ambao kila mtu linamshtua, kwa sababu ukijaribu kuangalia hawakusema kwamba tunakaa kwa ajili ya kulijadili hili jambo ambalo limetokea. Lakini pia ukijaribu kuangalia ni ngumu sana kupokea maamuzi. Senegali, yani hata kama ungelikuwa ni wewe, unayapokeaje maamuzi kama hayo ambayo tayari mshaandaa celebration nyingi kuhusiana na hapo Salum Abubakari pamoja na Ndalo. Twende tu pengine tumjuze msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa kwamba hili limetokea. Kwa nini limetokea? Limetokea katika muktadha upi? Kile ambacho kimeamuru mpaka hili jambo litokee. Kwa maana kama ilivyorejelewa kwenye kanuni ile iliyoamuru, kwa maana kulingana na timu ya Senegal kutoka nje ya uwanja. Sasa kwa dakika 17 kwenye hii kanuni namna ambavyo imetafsiri tukio hilo. Kanuni ambazo zimewafunga au zimewabana Senegali ni kanuni ya 82 na 83 ambazo sana sana ni kanuni ya 82 na ndio iliyowagusa sana Senegali. Kanuni hii inahusisha pindi timu pinzani itakapotoka nje ya uwanja bila ruhusa ya referee na kusababisha mchezo kusimama. Kanuni inasema kwamba timu hii itapokwa alama na timu pinzani itakabidhiwa ushindi wa takriban goli 3. Sasa hii ni kanuni ambayo, na ukiangalia kanuni ya 83 inazungumza kuhusiana na timu pinzani kama isipofika katika mechi husika ndani ya dakika 15, referee atachukua maamuzi ya kupatia timu pinzani ushindi. Sasa kanuni ya 84 ndio inaowapa Morocco ubingwa, kwamba pindi timu itakapotoka nje ya uwanja timu pinzani inatunukiwa ushindi wa goli 3. Na hili jambo ndo linapoleta mkanganyiko kwamba kwa nini referee hakuchukua maamuzi ya kutumia kanuni wakati yupo uwanjani, wakaacha mpaka mpira ukaendelea hivi. Kwa mfano leo